Amefanya makubwa na akatuwezesha tukafika katika masaa haya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ninataka kusoma kitabu hiki cha Mathayo mlango wa 2. Yesu alipozaliwa katika Bethlehemu ya Uyahudi, zamani za mfalme Herode, tazama mamajusi wa mashariki walifika Yerusalemu wakisema, yuko wapi yeye aliyezaliwa mfalme wa Wayahudi? Kwa maana tuliona nyota yake mashariki, nasi tumekuja kumsujudia. Basi mfalme Herode aliposikia hayo, alifadhaika na Yerusalemu pia pamoja na akafanya wakuu wa makuhani wote na waandishi na watu, akatafuta habari, yuko wapi ambaye amezaliwa wapi? Nao wakamwambia, katika Bethlehemu ya Uyahudi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Uyahudi kwa maana ndivyo ilivyoandikiwa na nabii, nao Bethlehemu katika nchi ya Yuda, huu mdogo kamwe katika wajumbe wa Yuda. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Herode aliposikia ya kwamba Yesu Kristo amezaliwa, alitamani sana kumuona Yesu Kristo. Na Herode hakutaka kumuona Yesu Kristo kwa moyo mkunjufu. Alitaka kumuona ili amwangamize. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtoto huyu ameletwa kwa madhabahu. Tumesoma hili andiko ili tukaweze kulitafakari ndani ya moyo wetu na tukaweze kumwambia Mungu ya kwamba kutokea leo hakuna maherodia ambao watapata nguvu na kibali ya kutawala huyu mtoto wala kumwangamiza. Maana Yesu alizuia, alivyosikia kwamba Herode anataka kuangamiza Yesu Kristo, Mungu alizuia, akawaambia mamajusi, mumeenda lakini msirudie kwa ile njia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Aliweza kuwatawanisha na wakatumia njia nyingine. Usiku ule mamajusi walivyofika mahali pale, Mungu akanena pamoja na wao. Akawaambia kwamba amuka kesho muende hii njia. Na akamwambia Yusufu pia, toka katika hii nchi uende nchi fulani hadi nitakapokuambia urudi, ndipo urudi. Mungu alihakikisha kwamba Yesu Kristo anaporudi Herodia amekufa. Na ilifanyika. Herode alivyokufa ndipo Mungu aliongea na Yusufu akasema rudi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunataka kumweka wakfu kwa damu ya Yesu, na hiyo damu ya Yesu ikaweze kumzingira na machombaya ya Herode, ili au mtoto wa afya, au mtoto anayelelewa katika Kristo Yesu, au mtoto ambaye atasimama katika pendo na kufanya kazi ya Bwana. Ninamuona Ana akimwambia Mungu ya kwamba ukinipea nitakupea. Amen. Je, Mungu amewapea? Mtakubali kumpea Mungu pia? Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mkikubali kumpatia Mungu, Mungu atafurahia kwa sababu mmempatia yeye amtumikie. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hapa tuna nguvu na uwezo ya kuomba, kuvunja na kukemea macho mbaya za wanadamu ambazo baadaye zinaweza kumwandama mtoto huyu sikaweze kuwa mbali na yeye. Biblia inasema hakuna silaha itakayojiinua juu ya watu wa Mungu kuweza kufaulu. Unapomweka wapi? Umemweka kwa damu ya Yesu. Damu ya Yesu inamlinda, damu ya Yesu inamzingira, damu ya Yesu inampigania. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nimeona watoto wengi wakikataliwa wametengwa.
kwamba huyu mtoto si wangu, wao sijui wao nini. Yaani wanadamu wanakataa damu yao, lakini Yesu Kristo anasema wacha awekwe wakfu. Anapowekwa wakfu, Yesu Kristo anamtambua na Mungu. Wanapomtambua mtoto huyo, hata hiyo midomo iendelee kunena juu yake. Mtoto hajui ni nani alimzaa, yeye amezaliwa, lakini wanaanza kujikamba, sio wangu, sijui nini. Sasa damu ya Yesu anapoweka watu katika madhabahu, baraka ambazo Mungu alikusudia mtoto akuwe nazo, hata wazazi hawawezi kuzuia. Amen. Ndiyo umuhimu wa kuweka mtoto wake. Unapoweka mtoto wake, mishale zote za wanadamu tunazonena juu yake, sijui nini, Mungu anamwepusha nazo. Analelewa katika hali ya kuhangaika na kuteswa, lakini mwisho wake unakuwa wa mafanikio. Amen. Kama Yusufu alivyoteswa. Yusufu aliteswa sana. Yusufu alihangaishwa sana, lakini mwisho yeye ndiye alikuwa msaada wa hiyo familia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa ni muhimu sana mtu kuweka mtoto katika watu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ninataka kusoma andiko hili alafu nifikie kiwango kinachohitajika. Ni kitabu cha Walawi, Mambo ya Walawi 12 kuanzia 6 inasema hivi: kisha hizo siku za kutakasika kwake zitakapotimia, kwa ajili ya mwana au kwa ajili ya binti, ataleta mwana kondoo wa mwaka mmoja kuwa sadaka ya kuteketezwa, na kinda na njiwa au huwa kuwa sadaka ya dhambi. Awalete malangoni pa hema ya kukutania na kumpa kuhani, na yeye atawasongeza mbele za Bwana na kufanya upatanisho kwa ajili yake. Ile zawadi unayoitoa ikiwa hai ndio inayofanya upatanisho kati ya mtoto na yeye Mwenyezi Mungu. Vile vile mtoto vile alivyo na uhai, kile kilicho na uhai kinafaa kuletwa katika madhabahu ili kifanyike utakaso. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naye atakasika na jicho la damu yake. Hii ndiyo amri yake huyo azaaye, kwamba ni mtoto mume au mke. Kama mali yake huyo mwanamke haifikirii mwanakondoo, hapo ndipo atakapochukua hua wawili au maakida wawili ya njiwa, mmoja kuwa sadaka ya kuteketezwa na wa pili kuwa sadaka ya dhambi. Nayo kuhani atafanya upatanisho kwa ajili yake, naye atakuwa safi. Atakuwa safi. Kuna sadaka aina mbili: sadaka ya ondoleo la dhambi na sadaka ya kutakasika. Biblia inasema Yesu Kristo alivyokuja katika ulimwengu, Biblia inasema pasia ilikatika. Kati ya hizi vitu viwili, Yesu Kristo alifanyika kuwa dhabihu inayosafisha kupitia kwa damu ya Yesu. Siwezi nikasema ulete sadaka ya kuteketezwa, leta sadaka ya kutakasika, kwa sababu Yesu Kristo mwenyewe ni sadaka ya dhamani isiyolinganishwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hawezi kutoa kafara kwa ajili ya kumletea Mungu. Biblia inasema damu ya Yesu ilimaliza. Inafaa mtoto atakazwe. Amekuja mahali hapa kutakasika. Yesu aliondoa vifungo vyote ambavyo tulikuwa navyo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi nikiwa kuhani, nikiwa kiongozi, ikiwa hayo yote ambayo neno la Bwana imenena katikati yetu vikizingatiwa, sina budi kuzuia, bali ni kunena baraka juu ya mtoto pamoja na wazazi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu ainuliwe. Amen. Mama ambaye umezaa mtoto, una jambo la kunena?
ninamaanisha nini? Kuna mambo mawili matatu huenda ulipitia, sema tu moja mbili. Sasa Mungu nisaidie kupitia kwa huyu mtoto, yale niliyoyanena isikuwe kikwazo kwake, iwe ya baraka. Labda ulinena hayo na ikawa inafarakanisha, sema tu nikiwa katika matibabu, ile niliyonena kwa kujua na kutokujua, na ikawa sababu inayoweza sababisha ya kwamba labda kuwe na vizuizi katika maisha ya huyu mtoto, ifunguliwe, ikuwe huru na awe msaada kwangu na kanisa. Karibu mama. Yakawe kinyume juu ya maisha ya mtoto huyu. Najua ya kwamba Mungu akaniongoze na akaniinua, akanisamehe, akanibadilisha. Yale maneno yasimwandame mdogo huyu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mambo mawili matatu. Mama wanasemanga mtoto anaweza kukosa jambo, na unaweza kuchukua hasira ya baba ukaweka kwa mtoto. Bwana Yesu asifiwe. Mpendwa baba ajira, mtoto ni wako? Yes. Ni wako. Mama nazi, mtoto ni wako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mmemuita nani? Victoria. Victoria. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ninataka mama aweze kumtakasa kwanza, alafu atanipatia. Mama yule anapo wewe Baba, katika jina la Yesu, asubuhi ya leo tunasema ni asante. Maana yale umetenda katikati yetu, Baba, tunasema ni asante. Maana umetutendea yaliyo mema maisha yetu. Mikononi mwangu umeshika mtoto ambao umetubariki. Mungu wetu na mtakase na damu ya Yesu. Damu ya Yesu iliyoshinda mauti. Mwana wa Mungu kaweze kutakaza. Huyu mtoto anapolelewa, mwana wa Mungu, wacha akalelewe katika neno lako. Wacha akalelewe akiwa mtakatifu. Hata wazazi wake wanapomulea, wamulee kwa njia ipazayo, ambao hata isahau hata usehemu wake. Baba, tunasema ni asante. Mikononi mwako Baba tumemkabidhi. Usichoka mwache mwana wa Mungu. Huyu mtoto hata matiti anayoyanyonya, Baba kaweze kubariki. Miguu itakayelea huyu mtoto, Baba ikaweze kubarikiwa. Hata masomo ya huyu mtoto Bwana, wacha ikaweze kubarikiwa. Baba, tunasema ni asante. Uinuliwe mwana wa Mungu kwa ajili ya huyu mtoto. Uinuliwe Baba kwa ajili ya maisha ya huyu mtoto. Baba, tunasema ni asante. Na hapo tukabidhi kwa mchungaji. Wacha tukaweze kuingia. Baba, tunasema ni asante. Kwa jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. O mwana yekuwa, o mwana yekuwa, malaika wema no usangali mlembe mkirowa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amechaonyesha furaha ya kuleta mtoto, kuongeza mtoto katika mama. Nimewahi ona watu wakifunga ndoa, wakifunga harusi. Nilikuwa naomba Mama Linet mtembee na hao mpaka huko kwa mlango. Kama mnaimba, muwalete pole pole. Alafu mkifika hapa, Mpendwa Chere, utakabidhi mtoto kwa mama. Mama atanipatia mtoto na mimi nitamweka. O mwana yekuwa, o mwana yekuwa, malaika wema no usangali mlembe mkirowa. Baba, mwana yekuwa, o mwana yekuwa, malaika wema no usangali mlembe mkirowa.
Umesema mtoto anaitwa Victoria Nasimio. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ninataka mahali mlipo tu, ninaposhika mtoto, kila mtu aweze kunena tu baraka juu ya mtoto huyo, ili anapoenda kuweka watu, Mungu mwenyewe aweze kumlinda, Mungu mwenyewe aweze kusimama pamoja na yeye. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ninaomba kumpokea kama mnaimba. Oh, Bwana Yebuka. Oh, Bwana Yebuka. Malaika wema Bwana, tukusangalie. Mbele bila hapa. Oh, Bwana Yebuka. Oh, Bwana Yebuka. Malaika wema Bwana, tukusangalie. Mbele bila hapa. Yesu Yebuka. Yesu Yebuka. Malaika wema Nyosha tu mkono wako kanene baraka juu ya mtoto huyu anapoenda kuwekwa wakfu. Baba wetu aliye mbinguni aendelee kumlinda, aendelee kumzingira na ukuta wa moto, ili aweze kukua na aweze kusimama katika pengo kwa ajili ya kuweza kulishika neno la Mungu, liweze kumlea, liweze kumsaidia na liweze kumlinda, ili maisha yake iwe maisha ya baraka, iwe maisha ya ufaulu. Ninaamini ya kwamba Mungu anaenda kumlinda na Mungu anaenda kupigania. Haleluya. Haleluya. Amen. Nyasaye Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Yes. Victoria Nasimio umura wakifu mubikere byo. Oli wele wa sisa, oli wele wa kama. Mungu wetu ni wewe uliyejua ya kwamba mtoto huyu anaenda kuzaliwa. Na Baba, ninataka kuliinua jina lako. Ninataka Yesu kulibariki jina lako. Wewe ni mfalme wa wafalme. Anatakasika kwa damu ya Yesu. Anatakasika kwa damu ya Yesu. Mtoto huyu hawezi kuwa katika kufungwa tena. Macho mbaya haiwezi kumuandama tena. Anawekwa rasmi wakifu asubuhi ya leo. Ni siku ya kipekee ambayo Baba uliitenga. Hata baki tu kama watu wengine walivyo. Ninaamini ya kwamba unaenda kumuinua viwango vya wokovu. Unaenda kuonekana, kutawala na kumlinda. Ninachukua baba yake, mama yake, ninamuweka wakifu. Ya kwamba katika hali ya kulea mtoto huyu iwe nafasi ambayo inahitajika. Mwana wa Mungu, sifa na utukufu zitakurudia. Vita na magonjwa toa. Ishara ya wanadamu ondoa. Sarakasi za ulimwengu ondoa. Mila na desturi ondoa. Kamsa ukoka ondoa. Asante maana wewe ni Jehova. Asante maana wewe ni mfalme. Ana alileta mtoto wake mbele zako. Ulimweka wakifu kwa madhabahu. Na Samueli alikuwa ni mtoto wa manufaa. Huyu pia anakuwa mtoto wa msaada. Atakuwa msaada kwa ajili ya kanisa. Atakuwa msaada kwa ajili ya wazazi wake. Atakuwa msaada kwa ajili ya taifa la Kenya. Atakuwa msaada kwa ajili ya ulimwengu mzima. Asante mwana wa Mungu. Asante Jehova Jireh. Ninaamini ya kwamba umetenda. Ninaamini ya kwamba wewe ni mwaminifu. Sifa na utukufu zikurudie. Jina la Yesu Kristo naomba na kushukuru. Amen.